Pote yangu naambia shika, anashika, napokea, baadaye anaonyesha ametoa. Hela itoe wapi ndugu? Hela sio matako. Mwanafe alisema. Au mjasikia ile wimbo? Pesa sio matako baba. Kaka tumka akakimbia hapa. Na shida za chini chini sasa unajua waambia wanasema kwamba inaonekana kulikuwa na masuala ya kimapenzi na sasa nilishasemaga hilo. Kwa sijaambia nini? Si niliwaambia. Atakaye msanii wake ni mahusiano na binti kamfumania, kaamua kupiga chini. Kwamba alikuwa na mahusiano na yule binti. Binti alikuwa mpenzi wake kitambo. Kwa hiyo venda Nairobi, binti kamfumania, apiga chini. Kwa kazi hamna. Alafu nyinyi jamani, mimi wenye hela mna. Mwenye hela apigi kelele. Mimi kila siku nafuturu kwa matajiri. Mbona anapiga kelele? Hivi leo nakuuliza, matajiri wanapiga kelele? Hapigi kelele. Mwenye hela apigi kelele. Yule hana hela, anajitafuta kama mimi. Ana line yake moja, nikiipata kafa maskini. Naijua line yake. Nikiipata hiyo kafa maskini. Maana yake nitaenda kumlubuni, kumuongea vibaya mpaka asiwe na mahusiano mazuri na tajiri. Na kuhusu zile gari zake vipi? Za kwake kweli? Mwambie atuonyeshe kadi. Sababu gari ni kadi. Mimi gari ukionyesha Benz unaona jina langu. Mazda umeona ya mke wangu. Verify ya mtoto wangu. Paka nyumba. Atuonyeshe. Anaenda kwenye nyumba za watu anapiga picha anavimba. Anapiga picha atuonyeshe kadi. Hana hela yule. Kwa sababu anavaa suti za 3500 anashonesha mburati. Au zendo zinatisha. Au machuma anaovaa mnafikiri dhahabu. Mimi nawaambia, mimi hapa naambia. Mimi mtu mwenye hela namjua. Mimi nikiangalia najua hela ipo. Nikiangalia najua hela una. Hivi mtu akae na hela, mimi siona hela wiki mbili. Yaani najua nani nataka wiki mbili. Yule hana hela, alikuwa anajitafuta, kapambana, kaenda sasa kakimbia madeni. Arudi hapa. Ndio umezungumzia mambo ya line na nini? Nimetoka kuzungumza na bwana Kipotoshi. Ananiambia moja kati ya watu ambao wanamletea unafiki kwenye line yake bwana Vunja Bei. Tena naomba leo niongee. Moja kati ya watu ambao wamenikera Vunja Bei. Vunja Bei bado hajaelimika. Amefiwa. Watu ambao amewasaidia hawajaenda kumpa pole, wako busy kutafuta pesa. Leo namuona Kipotoshi yupo kwenye timu ya Vunja Bei, tena anatambulishwa na jezi amevaa, anafanya mazoezi. Iko haja ya mimi kumpunguza Vunja Bei sasa. Kwa sababu mtu ambaye haeleweki ajitambui ni wa kumpunguza. Kumpunguza tajiri. Kwa nini simpunguze? Sasa kama ueleweki, wewe umepata matatizo, ndugu unaona amekuja kwenye matatizo ni sisi hapa. Unaona kabisa vijana hawa hawajakushika kwenye matatizo. Wewe nitadie comedian yote aliyompa pole Vunja Bei. Hata simu kupiga hajapiga. Kipotoshi anasema tajiri hajapiga, hajajua. Yaani wewe nani asijua uwekezaji aliofanya Vunja Bei kwa Kipotoshi? Semeni kuelewa. Leo wewe unaweza kuchukua kazi ya shilingi milioni 1 inakupeleka Dodoma, unaacha kwenda kuiacha ile milioni 1 kwenda kumzika ndugu mzazi wa tajiri yako. Wozu yule pale. Wozu yule pale. Wozu alikuwa na show, amelipa milioni 6. Amerudisha pesa, amecancel show, kaenda Iringa kuzika. Yeye Kipotoshi show zake na milioni 500, anaenda kuchukua milioni kuacha kwenda kumsiri Vunja Bei. Na Vunja Bei nimeona kamvisha jezi. Iko haja ya kukaa Vunja Bei, tumsaidie, tumpunguze, tumtenge. Unaweza mtenga Vunja Bei. Kwa nini simtenge? Sio kwamba unamtoa Kipotoshi kwa Vunja Bei. Mimi siwezi kunataka tajiri mwenyewe ajue, ajitambue. Yaani kuna vitu tajiri atakiwa ajitambue. Unawakumbatia watu sawa, kuna returns. Yaani unamkumbatia mtu kuna returns. Moja ya kipimo kikubwa mtu ukipata changamoto kukimbiliwa na watu. Faraja unaoipata. Tuache masiara, tuache utani. Ukipata changamoto ukikimbiliwa na watu ni mtaji. Mimi leo nikianguka na baadhi ya matajiri watanikimbilia. Baadhi ya watu niliowasaidia watanikimbilia. Kuna muda uhitaji pesa, unahitaji faraja ya watu kuwaona. Bwana pole ndugu yangu, tuko pamoja, unamuona mnacheka. Ile inakupa faraja. Kuna muda uhitaji pesa. Kuna muda unahitaji faraja. Ndio maana mtu anakuambia pesa si kila kitu. Ndio maana Mwanafe akasema pesa sio matako. Kwa hiyo Vunja Bei anapaswa kujua hicho anachokifanya anarudisha. Kuna watu waligombana nao Vunja Bei lakini walienda Iringa kumzika babake. Muulizeni Vunja Bei, kuna watu waligombana nao walikuwa ongea nao miaka lakini kwenye msiba babake aliwaona, amekaa juu kwenye membari anazungumza pale. Anawaona watu ambao waligombana nao. Mmoja hapo Sutibega. Sutibega aligombana na Vunja Bei kisa wanawake. Lakini Sutibega kaenda kumzika babake Vunja Bei. Uongo kweli? Walikuwa waongee na wameanza kuongea. Maana ameona huyu ni ndugu ananifaa. Leo Kipotoshi na timu nzima ya watu baki. Vunja Bei alikuwa anaweka sponsorship kwenye kazi zao. Kipindiko wametengwa na cheka tu. Wanaweza kujikongoda. Vunja Bei anawabebea, analipia kumbi, analipia vyakula, analipia kila kitu, kodi za nyumba analipia Vunja Bei. Baada ya kuwalipia, leo Vunja Bei amepata matatizo. Kapata matatizo, asante. Kipotoshi analoga. Kapata matatizo.
Watu waliomkimbilia ni watu ambao hawajawahi kuwasaidia. Sawa, akaweka msiba hapa. Kipotosha anaonekana yuko kwenye train anakwenda kusherehekea Valentines. Siku ambayo kaweka msiba hapa kwenda kupewa pole. Kipotosha anaonekana yupo kwenye SGR anakwenda Dodoma kusherehekea Valentines, kalipwa 2,200 na Shilole. Kalipwa 200,000. 200,000 angekuja pale angelipwa shilingi ngapi? Ndio hela analipwa nani Kipotosha. Ana hela gani ya kulipa? Mtu anakaa pembezoni kabisa mule mwa mto. Wewe una gari limeondoka. Gari lake lijaa maji. Anakaa pembezoni mwa mto. Star uwezo, hakuna cha ajali, vitu vingine kujiendekeza. Kila kitu kinakuja na utayari. Yaani huwezi kuona hapo unaambia mkondo wa maji unakwenda kukaa. Kila kitu kinakuja na utayari. Tusisingizie ajali. Hapana, unaendaje kukaa maji yanatuama? Unaendaje kukaa mtaa ambao maji yanatuama? Yaani unakwenda kukaa mtaa maji yanatuama. Vunja Bei mimi hapa. Vunja Bei amenikwaza. Nisikufiche. Amenikwaza, nilikuwa na heshima, nilikuwa na mvalue. Amenikwaza. Lazima uweke some respect. Lazima uwadiscipline wale ili wanyooke. Sawa, lazima wa discipline wale wanyooke. Yule mtoto atakuja kufiwa sasa na mtu wake wa karibu, yule Kipotosha ataenda kugonga chia sehemu. Wewe kwenye msiba wake utaenda wapi? Nani wa Vunja Bei? Kipotosha msiba. Mimi kwenye msiba nakwenda sasa, unamwombea afiwe. Okay, Mwijaku, kumekuwa na mtangazaji mwenzetu ameumizwa au kuchukizwa na wewe, kwa unatolea mfano wa watu wa Mburahati kama kuwashusha kwamba unakaa Mburahati. Mtangazaji gani? Anaitwa Haja, yuko pale Bongo FM. Nikasema inabidi nikuulize hili. Alisemaje? Kwamba wewe watangazaji wengine hata siwajui. Unawashusha watu wanaokaa Mburahati. Anajua story yangu, anajua historia yangu mimi na Mburahati, hajaijua. Ndio maana nimepitia peji yangu, nimesema Ramadhani ya 11 nitakwenda kufuturu Mburahati na nitazungumza kilichonikuta Mburahati. Alafu watu wa Mburahati nitawauliza, mngekuwa nyinyi mngevaa viatu vangu? Niulize historia ya Mburahati. Siwezi kusema leo Ramadhani ya 11 nitakwenda kufuturu kuzungumzia. Mwijaku, kuna hili pia lina trend sasa hivi, wa dada ma celebrity kununua G-Wagon. Wewe kama DC sija kusikia kabisa kutia neno. Katika G-Wagon zilizonunuliwa ya halali ni moja, nyingine zote za wizi. Ya nani halali? Ya halali ya Hamisa Mobeto imenunuliwa showroom na bwana Azizi, key document zote. Wengine waambia tuonyesheni document. Kamuulize tuonyeshe document uliponunulia wapi? Sababu siwezi kuleta hapa nje nikwambie gari inauzwa. Kwa ile imenunuliwa juu. Watu wanasema shemeji yetu atafilisika. Ametoa maganda kabisa. South Africa pale unajua zinavyopigwa zinavyowekwa malailoni. Tumpe miezi 6 tuone itakuwepo. Okay, pia jana ulimsikiliza Goti kwanza kwa mpira Manara. Nilimsikiliza. Anataka kurudi Simba mna lolote. Anataka kurudi Simba. Anataka kurudi Simba. Hizo zote ni njia za kurudi Simba. Yanga wamemkataa. Kwa mtampokea? Simba. Sasa Simba anaweza kupiga ukaambiwa hata kitengo cha maji cha wachezaji kuwasimamia wachezaji. Wapi kitengo chochote. Lakini najua njia anayopitia hata kurudi Simba. Na inshallah nitamuombea mimi. Yanga ujiukiza nini? Mtu anawafitinisha watu utabaki nao nini? Kwa maana anafiti. Yanga hataki watu wanaofitinisha watu. Kwa sababu sasa vijana wa Yanga wamekaa kina Privadinho, kina Alikamu wanakaa na amani, wana umoja. Wamekaa wanafurahi, hawana kunjiani. Kumbe mfitinisha. Vibaya mno. Lakini amesema GSM tajiri anamkubali sana. Lini? Sawa, na mimi leo nikisema mimi hapa niseme hapa TV yako TV gani? Inaitwaje? Hot Drop inanikubali sana. Si nimeongea tu hapo. Lakini je, bosi wako ananikubali? Maki naweza nikaongea hapo Hot Drop ananikubali sana. Mimi ananipenda, lakini ukweli moyo unasema. Kwani kukutana na mtu tatizo? Jana watu kibao wamepiga nao picha wale. Sasa yule alikuwa anaenda nyumbani. Sawa, aende nyumbani tumuone. Sasa unaenda nyumbani, nenda nyumbani tukuone. Si unapiga jibu mstari. Nenda nyumbani sasa mtu. Mmoja kuna mjua, naenda kwenye gorofa lake. Njoo kwenye gorofa yangu kwenye ua pale upige picha. Tuone kweli unaingiaga. Si simple and clear. Tunamkaribisha Simba arudi Simba na tutamtafuta kitengo. Kwa sababu mpira wa miguu unamhitaji bado. Haji Sande Manara, mpira wa miguu unamhitaji. Mpira wa miguu unamhitaji na Simba inamhitaji. Aje huko tuumie pamoja. Kwa sababu tarehe 1 tujue tutaumia au tutacheka. Kama tutacheka pamoja, kama kuumia tutaumia pamoja. Najua huwa anaumiaga chooni. Analia Simba ikifungwa anaumia chooni yule. Na Yanga ikifungwa au ikishinda? Yanga ikifungwa anafurahia. Alafu amezaliwa na maneno yale amezaliwa kacheza digidigi bwana, baba yake ndo kacheza Yanga, yeye atacheza Yanga vipi? Na nyinyi vitu vingine mnapiga mjaji jinsi alivyo mamake, ningemwachia acheze uwanjani saa 8.
Eti sasa mimi nimecheza mdogo. Unajua ana wazazi. Mama yake anampenda, hawezi kumruhusu saa 8 mchana akacheze. Atuonyeshe picha hata moja saa 8 mchana anacheza. Hata za TBT. Mtu mwingine anaongea kwa sababu kuna mic mbele. Mama yake anapopenda watoto ule amwachie saa 8 akacheze. Jua kali. Haji akacheze saa 8 jua kali. Hapana, aseme anaongea kuchangamsha tu, press nini imeenda vizuri, amechangamsha, lakini sio kucheza saa 8. Sema hakuna kumtoa Yanga. Ukitaka historia kitafuta familia ya Makumbi Juma. Makumbi Juma. Unamjua Makumbi Juma? Mtafute mwambie nipe historia ya Sande Manara. Atakwambia. Vitu vyote aliongea jana ni urongo. Wasemaji wapi bwana? Kila mtu ana mdomo wa kusema. Kila mtu yeye ana style yake. Zamani alikuwa anapanda baiskeli wasemaji. Hapana, yeye ndo anasema hivyo. Riziki zimefunguka sasa hivi, digital imetake over, kila mtu anapata riziki. Wewe zamani kulikuwa na online hivi nyingi. Sio watu walikuwa wanatumia mainstream. Digital imetake over. Everyone anatumia opportunity anakwenda. Zamani wakati yeye ilikuwa ni mainstream. Hakuna digital. Mainstream kwa lazima aende kwenye radio. Sasa you don't need mainstream. Unakaa zako sehemu, unawasha kamera, simu yako, off you go. Umetake over. Kwa nani alikuwa anajua Alikamwe anaweza kuzungumzia mpira? Nani akajua? Ile kwaje kuchambua tu Alikamwe. Mtoto wa Mbagara kazaliwa Uswahilini. Alikuwa fundi simu. Sio fundi simu, alikuwa mwizi wa simu. Sio fundi simu. Maneno hayo mwenyewe kuna fundi. Maneno atakufunga. Hadi mimi na hela ataweza kunifunga. Mimi na gorofa. Mimi ukinipeka mahakamani nakufa. Nakupa gorofa. Nakupa gorofa unafuta. Alafu tumesikia pia Manara pia masuala kudaiwa milioni 2. Ni kweli? Na nani adai? Na alikuwa mwenza wake. Anaacha utoto za Elisa. Bilioni 2 atatoa wapi? Mnataka kumuua baba yake, amwache. Yaani bilioni 2 ya nini? Vitu vingine mnachangamsha tu. Anataka za Elisa ka withdraw hiyo kesi. Nataka kumuua bilioni 2 ndio kumdai haja ataitoa. Lakini ni goti tajiri yule. Bilioni 2 utoe wapi? Bilioni 2 sio kwa hapa mdogo wangu. Bilioni 2 Vunja Bei kanunua kiwanja Mbezi Beach. Kwa Mwamunyange bilioni 2, kiwanja kina Mikuruwili.